Unatazama Ndizi TV Afrika. Na wanasema mwanamke ni shingo na kiwiliwili cha familia, lakini kichwa cha familia siku zote huwa ni mwanaume. Katika uumbaji wake Allah wa tabaraka, Mwenyezi Mungu alimuumba mume ambaye ni Adamu kabla ubavu wake Adamu kuumbiwa Hawa ambaye ni shingo la familia. Dunia inasherehekea na kuadhimisha sikukuu ya wanaume duniani hii leo Novemba 19 mwaka 2025. Bila shaka simu zao leo zimejawa jumbe tamu za kuwaenzi wanaume wao. Swali ni je, mkeo, dadako na hata mamako amekutumia kweli ujumbe wa kuenzi sikukuu ya wanaume duniani? Naam, sio swali la dukuduku kwa wale tunaopendwa. Mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Afrika, niruhusu nilikunjue jamvi la usiku wa siku ya 19 ya mwezi Novemba mwaka 2025, siku ya wanaume mwita. Nitakuwa naitika. Mwelekezi wangu upande wa pili ni bwana Alex Mungale. To the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours. Chagua Were kwa upande wake Were amewarai wapiga kura kutojihusisha na vurugu wakati huu wa kampeni, kwani kulingana naye wapiga kura watamchagua kiongozi watakaye mtaka Novemba 27, akiwataka wanakasapula akisema kwamba watakapomchagua kiongozi wanayemtaka tarehe 27, basi huyo ndio kiongozi atakayewakilisha wanakasapul katika bunge la kitaifa baada ya uchaguzi mdogo. We are saying here today, never again. Never again will our young people lose their lives because of politics. Kwa amani, kila mtu arudi nyumbani kwa amani, na sisi hatuzungumzii mtu mwingine yoyote. I want to urge the people of Kasipul and all candidates in the Kasipul by-election, let's embrace each other. Let's campaign peacefully. At the end of the day, we only need one member of parliament, and the people of Kasipul will decide whoever will be the member of parliament. So let's embrace each other. Let's campaign peacefully. We as the ODM, we want to hold peaceful meetings, and we'll maintain that up to 20. Na kutoka kaunti ya Homa Bay tusalia katika mkoa wa Nyanza, ila katika kaunti ya Kisii tuangalie taarifa nyingine inayofungamana na masuala ya haki. Ni kwamba mahakama kuu ya Kisii imemwachilia kwa dhamana ya shilingi $100,000 mwakilishi wadi Christopher Ongoti Onsanga wa wadi ya Nyamasisi. Onsanga anayehusishwa na madai ya ulaghai wa wananchi wa kigezo cha kuwahusisha ama kuwawezesha kusafiri hadi nchini Canada katika mwaka 2022 na mwaka hiki kuwa kwamba halimlaghai mama mmoja pesa taslim shilingi $180,000 kwa kusafiri kuelekea Canada. Christopher, I don't see a compelling reason tendered to deny the accused